Karibu kwenye Chada Story na leo niko mitaa ya Zawadi kuja kukutana na mwanetu anaitwa Lady lakini out of that niko na Daniel kama kawaida. So bwana, mambo vipi? Fresh vipi? Kama kawaida. Daniel. Kama kawa mzee. Harakati. Shemeji na watoto. Jambo. Leo tumekutana tena kwenye Chada Story. Hivi Lady unaelewa nini ukisikia Chada Stories? Chada Stories ni kipindi ambacho kinajumuisha mambo mengi kwa jinsi na uelewa wangu. Ni mambo ya sana mahusiano, maisha na uchumi. Okay. Okay. Chada Stories tuseme hii ni idea ambayo imekuja ya watu wawili. Okay. Kwa maana ya Chucks lakini pia Daniel. Kwa hiyo ni kiufupi, yani kifupi Chada Story. Lakini kwenye hiyo idea ambayo tumekuja nayo Chada Stories inakuwa ina combine stories ambazo zinahusiana na masuala ya mahusiano, kiuchumi, lakini pia na maisha halisi ya kawaida. Bwana, hapa ni Chada Story kama ulivyomsikia Daniel hapa, ambapo kwenye ile combination ya Chada kuna Chucks alafu kuna Daniel, si ndio? Lakini pia usisahau kwamba Chada Stories inapatikana kwenye account za Daniel Msafiri, lakini pia kwenye upande wa Chucks News. Pasina kupoteza time. Nianze kwanza na Swaumu, by the way, si ndio? Yes. Swaumu, kwenye mahusiano wewe unazingatia kitu gani kati ya pesa na true love? Mimi bana nitazingatia true love kwa sababu pesa, kama pesa zipo bila mapenzi ya kweli pesa haiwezi kupatikana, kwa sababu pesa inatafutwa ila mapenzi ya kweli haiwezi kutafutwa. So bora ugali dagaa kwenye amani kuliko no. Kwa upande wako ni upande wangu mimi, kwa sababu mimi ni mwanaume sawa, mimi nafikiri ni true love kwa sababu kama ni pesa mimi ndo na fight japo na mtoto akipia na yeye anatakiwa kufight, lakini kitu ambacho mimi nitakiangalia zaidi au kizingatia ni true love. Mzee baba, unajua ni mtu mzima kidogo hapo kwanza hivi haujawahi kupiga tukio labda kwa sababu ya kukosa pesa na nini? Matukio yapo na nimepigwa sana so hizi tuseme ni privacy, siwezi nikaongea mbele ya lakini usha kubandikwa mengi sana matukio mshikaji. Hatari sana. Kuna siku ulikuwa unapiga story ukaniambia una wish siku moja ukutana na mtoto wa kike kwenye story umuulize hicho kitu. Unaweza kumuuliza Swaumu yuko hapa? Ndio, kuna kitu ambacho huwa nakifikiria sana mara nyingi na nimekuwa nikikiona kwa hizi siku za karibuni. Kumekuwa kuna tabia kwa dada wanakuwa wanaangalia vigezo, labda akitaka kwamba mimi mwanaume ambaye anawishi kudate naye au kuolewa naye awe na vigezo fulani. Utasikia labda anahitaji mwanaume mrefu, bouncer lenyewe. Hatari. Wanasema. Sasa mimi nataka kumuuliza swali Swaumu kwamba kati ya vigezo na vision, wewe ni kitu gani ambacho wewe unakizingatia zaidi unapotaka kuwa na mahusiano na mtu? Najua mimi kama mwanamke ni vitu vingi ambavyo unaweza kuangalia kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Ndio. Sidhani kwamba unaweza kukutana na mtu tu from nowhere ukampenda. Hapana, lazima kuna kitu ambacho utakiangalia kinaweza kikakuvutia. Kwa mfano mimi hapa. Kusema kweli mimi nampenda mwanaume mwenye muonekano. Hata kama yeye hana pesa, lakini vile jinsi vile anavyojiweka, basi mimi nitampenda. Hivyo. Ni muonekano. Wanangu tembeni gym. Nikisema muonekano maanishi kwamba eti uwe na six pack. Sijamaanisha hivyo. Ni vile ambako wewe utajiweka. Unajua kuna mtu ambaye muonekano wake sio mzuri sana kwa mavazi. Wewe mimi naangalia sana mtu vile anavyovaa. Kodi azingatie kodi. Hata kama una pesa lakini kuna jinsi vile ambavyo utavaa hizo nguo zako tabuku mbili, lakini kuna ile ambayo unaweza ukazipangilia. Kwa hiyo mimi napenda mwanaume awe na muonekano kama hivi. Mambo ya vision baadaye. Mambo ya vision. Pia napenda mwanamume ambaye ana huruma. Okay. Ninapenda sana mwanaume ambaye ana huruma. Yaani mwanaume ukishanyonyeshia huruma, hata kama sio mimi ila nikakuona umemhurumia mtu fulani, basi mimi natokea sana kuvutiwa na wewe. Kama movie ya Kihindi hivi unajua. Yes. Kuna kitu nimekisikia kwa Swaumu amesema kwamba yani hauwezi ukakutana na mtu from nowhere ukatokea kumatch na nini. Yes. Lakini hiyo huwa kuna sometime huwa inatokea kwamba umekutana na mtu from nowhere tu ukawa umeona, ndio hiyo ambayo tunaita nini kama vision, yani spiritual. Kuna kitu kina watu yani kinakuwa ni hivi hapo. Umeelewa di? Unajua anaongelea vitu vya rohoni yani. Sasa yani kwamba kihisia yani unamaanisha kwamba ni mara kwanza tu kumuona wewe ukatokea kuvutiwa naye kimoyoni. Wewe uweze kukuvutia wewe kama haujaona kitu kutoka kwake.
Yaani lazima tu kuna kitu kilichokufanya wewe. So ili uvutiwe naye lazima kuwe na kitu cha ziada. Yeah. Ndio? Si ndio maana nikasema kama mimi labda muonekano. Hebu subiri tuanze na wewe mwenyewe. Yaani kitu gani ukiona tu pop? Mimi kwa sababu ndio maana nikakwambia tangia mwanzo kwamba mimi mwanaume nikimwona mara ya kwanza kama atanivutia basi ni muonekano. Okay. Baada ya kukaa naye na kumsoma ndo nitajua kipi cha pili ambacho nitakizingatia. Ni nini? Huruma. Napenda sana mwanaume na huruma. Out of that. Ushakutana tu na mtu kavutiwa naye? Yeah. Haujawahi kujutia kitu kama hicho? Nimeshawahi kujutia. Kwa sababu nilivyomdhania kwa muonekano sikujua ndani yake ilikuwaje. Kwa baada sasa ya kuishi naye ndio nikasema kama acha. Ina swali hapa la tuseme ni kama la kizushi. Kwa kuna kauli fulani hivyo nasikia unapenda Mario nini? Hiyo Saumu kwa kweli imekaaje? Yaani inamaanisha nini? Yaani nikikosa ukizungumzia neno Mario kwenye mambo ya mtaani inamaanisha ni mwanaume ambaye analelewa na mwanamke. Kwamba anapewa kila kitu. Kuna wanaume design hiyo ambao wapo wao lakini kila kitu girlfriend. Yaani from nowhere mwanaume unakuta anampigia simu girlfriend wake anamwambia sina voucher. Yaani unataka kumaanisha kwamba yani kila kitu mwanaume anahudumiwa. Yeah. Tofauti na ile ambayo tumezoea siku hizi wanasema kuna ile 50 kwa 50 kwamba half to half. Mwanamke ana vitu vyake anafanya lakini pia na boy ana vitu vyake vya kufanya. Ndio. Yaani inakuwa anahudumiwa kila kitu. Ndio. Ndio maana ya asilimia kubwa. Inawezekana sio kila kitu ila asilimia kubwa. Sasa subiri D. Wewe unamchukuliaje mtu kama huyo ambaye anahudumiwa kila kitu? Mimi kwa upande wangu mwanaume ambaye anahudumiwa kila kitu na mwanamke nahisi ni kama ni upungufu wa akili. Kwa hiyo huwezi kumhudumia? Hapana, mimi siwezi nikahudumia mwanaume. Hapana, mimi siwezi nikamhudumia mwanaume. Unajua kuna ile hali fulani mwanaume unaishi naye anakuhudumia. Umeona? Hata siku akiwa hana akikwambia lady leo nimekwama kiasi sehemu fulani. Hebu ni backup yani kiasi fulani. Hata mimi naweza nikamfikiria. Kama aliniambia nimkopeshe, je, kuna ile alitoa kumbe nikopeshe? Naambia hapana. Kwa sababu najua lakini wewe umekaa ndani kila kitu unanitegemea mimi kila hapana. Sasa hapo naanza kushtuka. Sisi tuna vikao vyetu kama wanaume lakini na nyie inawezekana pia na vikao vyenu. Sasa mbali na kwamba tumezungumza kuhusu mahusiano, turudi kwenye maisha ya kawaida. Unajua tunaishi, si ndio? Lakini tuishi lazima kuna kitu kinaitwa maisha. Ni situation gani kwenye maisha ambayo ushawahi kuipitia ukahisi umekata tamaa kabisa huwezi kuendelea tena? Kwa kweli nilipitia situation nyingi tu. Ila situation ambayo sitakuja nikaisahau mimi kuipitia. Yaani hichi kitu ni cha kweli. Okay. Ni situation ambayo nilitamani kufanya kitu. Ila ni marafiki zangu wenyewe wakawa kama wananikatisha tamaa. Ni situation ambayo iliniumiza sana. Okay. Kwa hiyo situation sitakuja nikaisahau. So it was just like situation ya kukatishwa tamaa. Yeah. Okay. Na inawezekana labda ungefanya hicho kitu uenda ungepata matokeo makubwa sana. Na imani hivyo kwa sababu mpaka nilitamani kukifanya itimisi nimekiangalia na nikajua labda kitakuwa na umuhimu fulani. Okay. Sawa. Bi pia situation mbaya ambayo ushakutana kwenye maisha yako ya kawaida ni ipi? Kwenye maisha yangu ya kawaida situation ambayo sitakaa nisahau na kuna day unajua tena sisi vijana ambao tunaishi Maketoni tunajitaka. Yes, by the way wapambanaji. Yeah, sana. Kuna day unajua nilikuwa nimefulia wanasema. Bila. Yani nilikuwa nimefulia. Sasa nikiangalia kwenye simu yangu nini zile contact nisema labda nimcheki mshikaji fulani anaweza akanisaidia. Yani nilijaribu kucheki washikaji kibao tu nikasema wote wakawa wanazunguka akasema sawa na hapo leo wamenitupa. Okay. Hiyo siku nafikiri nilikaa nikafikiria vitu vingi sana. Nilikaa mpaka mida ya saa 3 usiku. Kuna sehemu nilienda nikakaa. Nimekaa pale na yani unajua nilifikiria mbali. Okay. Lakini nashukuru Mungu kuna mshikaji ambaye ni rafiki yangu na nilikuwa nimemcheki miongoni mwa wale wana ambao niliwacheki akawa amenijibu. Okay. Ananiambia kaniuliza uko wapi? Nikamwambia niko sehemu fulani. Alikuja. Kwa hiyo situation sitakani sawa kwa sababu hiyo siku ndo nilikaa nikafikiria vitu vingi sana kichwani. Nikasema ni without man kuna maisha ndugu yangu. Kwa tutafute pesa mshikaji wangu. Sana. Wewe kwa upande wako hivyo sio kushika simu una shida. Ukahitaji labda umtafute rafiki yako fulani. Alafu kwenye zile namba kila unapotafuta uko unahisi kabisa huyo hawezi akanisaidia. Nimesha kutokea hicho kitu. Tayari nilikuwa na shida. Nikasema
nitamtafuta nani? Ndio. Nikaanza kuangalia namba moja mpaka unafika mwisho. Unaona kabisa huyu mtu ni rafiki yangu, ipo karibu, lakini kwa dhahiri labda ninapomjua sasa, hapana, hizi kunisaidia. Hiyo ipo. Hatari. Bana, kuna maisha ya kila siku ambayo tunaishi, sometimes tunahitaji kupata watu sahihi ama rafiki zetu sahihi ambao watatusaidia tunapokuwa na matatizo. Solo ni somo pia, si ndio? Yes. Tunataka kujifunza na kujua kwamba unapotafuta marafiki au wale watu wako wa karibu, make sure kwamba ni watu ambao naamini kwamba wanaweza kukusaidia. Sawa, turudi kwenye issue ya kiuchumi. Tumekuwa na vijana wengi sana ambao wanahitaji kupata vipato kupitia njia mbalimbali. By the way, hata sisi hapa pia ni moja kati ya vijana. Tunawish end of the day tuna maisha mazuri. Ni mbinu gani ambazo unawish washauri vijana kwenye utafutaji sasa ili kuhakikisha kwamba wanajipatia vipato vyao na kuhakikisha wanaendesha maisha yao ya kila siku kama kawaida? Mimi cha kuwashauri vijana hasa nitasema vijana wenzangu. Yaani tunashauriana sasa. Tunashauriana kama vijana wenzangu. Kitu ambacho nashauri cha kwanza ni kuacha dharau. Muangalie pale. Cha kwanza ni kuacha dharau. Unajua dharau katika maisha ni kitu ambacho kinaweza kusababisha usifanikiwe kwenye maisha yako. Sana sana katika uchumi. Tujaribu kuchukua mawazo kwa marafiki, ndugu, jamaa kama hivyo. Kwa hiyo mtu akitokea akikupa wazo lolote, wewe ni mtu mzima, ni size yako, jaribu kupokea yale mawazo, kwa sababu anaweza akakupa wazo likawa zuri, ila kama utalidharau litakuja kukuletea labda changamoto mbeleni hivyo. Pia watafute pesa kwa njia ambazo ni za halali na ambazo wanaweza kuzitafuta wao kama wao, wasifosi kufanya kazi ambazo wao hawawezi hivyo. Kwa upande wako D? Okay, kitu ambacho mimi naweza kumshauri kijana ambaye ana struggle sasa hivi kutafuta maisha, kwanza kabisa mimi namwambia kijana ajitambue ni nani. Okay. Hicho ni kitu cha kwanza, lakini kitu kingine ni kwamba kijana anatakiwa atambue fani yake. Okay. Sawa, kwa maana ya kitu ambacho kipo ndani ya moyo wake au tuseme kama kipaji nini. Atambue kama anaweza labda kutengeneza content, imba nini. Hizo fani ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kumsaidia labda kustruggle na kutoka sehemu ambayo yupo kwenda sehemu nyingine. Lakini kitu kingine ambacho kijana na mshauri, yani hichi kitu jue, watu wa vijana wengi wamekuwa wanashindwa sana, wanashindwa kutoka walipo kuhama na kwenda sehemu nyingine kwa sababu moja. Vijana wa siku hizo wamekuwa wanachagua kazi. Sawa. So kitu ambacho na mshauri kijana asichague kazi. Kijana ambao una struggle utaki kuchagua kazi. Kazi yote ikija mbele yako ili mradi ni halali, piga. Yes. Ubeba zege, kama ni kubeba zege wewe beba zege, sawa. Kwa ni kitu ambacho kwa vijana sasa hivi wamekuwa na changamoto hiyo. Kwa mimi ni washauri vijana wenzangu, kama kijana una struggle ndio unaanza chini kupambana, jaribu kupiga kazi ambayo inakuja mbele yako ili mradi tuwe ni halali. Hicho tu. Bwana, kijana toka magetoni, fanya kazi halali, si ndio? Sasa acha kulala. Acha kulala. Kwa nini ulale? Nitakula mawe. Yes, sawa. Sasa tangu mwanzo nilikwambia kama leo tuko na Ledium na tuko mitaa Zawadi, lakini kwa kuhitimisha ama kwa kumalizia kutoka kwako Ledium, ni kitu gani ambacho unakitamani kwa maisha yako alafu unaona kama vile muda bado hujafika hivi? Muda hujafika au inawezekana ikawa ni ndoa, nyumba kali, ndinga nini sio mambo hapa. Mimi kusema kweli kitu ambacho natamani sana kwenye maisha yangu niweze kukipata, lakini nahisi kama bado kwa sasa maisha fulani hivi amazing. Oh yeah. Yasiwe ndoto ya kila mwanamke. Sijamaanisha kwamba amazing, sijamaanisha kwamba sijui blandi sana, hapana, lakini yale ya kawaida ambayo naweza kujimudu mimi kama mimi bila kumtegemea mtu yoyote. Okay. Ndio kitu ambacho natamani. Yaani ningewish hata sasa hivi kukipata, nikaachana na familia yangu, nikajitegemea mimi kama mimi. Kupambana mwenyewe. Acha kuomba hela baba. Una swali lolote labda kwa Ledium before ya close? Ngoja nimuulize kitu kimoja ambacho kinahusiana na masuala tu ya kiuchumi. Wewe kama mtoto wa kike kwa sasa, tuseme ni mtaji wa kiasi gani ambacho ukipewa sasa hivi unaweza ukaanzisha biashara na unaona kabisa kwamba huu mtaji kwa sasa mimi unanifaa kutokana na umri wangu nini? Unataka kumpa nini? Kwa mawazo yangu mimi 500,000 hivi. 500,000 tu natoboa. Haya. Sitaki nyingi kwa sababu biashara najua itaanza mdogo mdogo. Taka 500,000 tu. 500,000. Sitaki nyingi. Ngoja. 500,000 kwa sasa ukipewa 500,000 ni
kwa haraka haraka, unafikiri unaweza kuanzisha biashara gani ambayo inaingia sana mjini? Utafuta vitu ambavyo vina trend sana kama mavazi, fashion za nguo, viatu kama hivyo. Kwa hapo kwenye fashion huko wewe unamwonaje? Wewe unamchukuliaje? Wewe kwanza kawaida. Okay, sawa. Ngoja kwanza nimuulize kaka swali na yeye. Maana tunataka kumwacha. Si ndio? Sasa niache tuachane. Tuachane hapa ni kuachana. Sasa nataka uniambie wewe kwa sasa unaona ni biashara gani ambao watu wamejisahau sana mjini kuifanya, ambao unahisi ukianzisha utatoka chapu? Kwa sasa hivi moja kati ya biashara ambazo zinafanyika lakini ni kama vile watu hawachukuliki hivyo sana, ni biashara ya chakula. Yaani tuwekane wazi. Ukienda kwenye sehemu nyingi za vyakula utakutana na wale tuseme wasimamizi ama mabosi wa hizo biashara, utakutana wamama, watu wazima, unajua. Lakini kwa sisi vijana kuna uwezekano wa kuifanya biashara na tukatoboa, tukaishi vizuri tu mjini. Kwa nini isiwe vijana wa kiume? Hata wa kiume anaweza kufanya hiyo kazi, ila sivyo kubwa ni wa kike. Mimi nafikiri hata kijana wa kiume anaweza kufanya vizuri kwa sababu chakula si anakula mtu yote. So moja kati ya biashara ambazo zimesahaulika sana hasa kwa vijana na tumewachia watu wazima ni pamoja na biashara ya chakula. So vijana pia tuna nafasi ya kushughulikia swala tukajikuta tunaishi maisha fulani hivi ambayo itakuwa ni amazing sana. Yes. Hivyo so tuna close. Neno la mwisho? Napenda. Okay. Bwana Ledium anatuambia tupenda sana, si wenyewe mtazamaji tunakupenda sana. Hii hapa ni Chada Stories ambapo tulikuwa na D for Daniel, lakini pia tulikuwa na Lady Umu, moja kati ya dada ambao wanafanya vizuri zaidi wa sasa hivi hapa mjini, si ndio? Ndio. So shout out sana kwako, endelea kuchagua Chucks News, lakini pia tufuatilie Instagram pale, ukiingia andika Chucks Fault na Chucks News pia, lakini pale Instagram unaweza kuingia kwenye account ya D hapa kwa jina Daniel Msafiri. Lakini out of that pia Instagram tunamwona dada hapo. Instagram vipi pale? Ledium_. Oh yeah, shout out sana kwa Ledium, lakini pia shout out kwa ambao umeendelea kutuchagua. Make sure pia unadondosha comment, tukutane tena wiki ijayo. Hapa ni Chucks au Chada Stories. Kidogo niseme Chucks and Daniel Stories. Say hello.